Kwa mboga za leo jamani. Nyinyi nani? Toka hapo mjamani za kutwanga. Nyinyi msituletee kelele hapa. Tokeni hapa. Basi nyinyi ni wavivu. Jamani, toka asubuhi hamjamani za kutwanga. Sisi venye tumebeba mizigo na bado chakula haijaiva. Msituletee hasira zenu za Audi. Sisi tumeenda tukatafuta mboga. Tunataka kunadhania kutwanga hizo mboga ngazi rahisi. Tokeni hapa msituletee kelele. Si mkakuja mkatwanga mnadhania rahisi kuchuna mboga. Kazi yenu ni uvivu tu nyinyi. Kwenda kuchukua mboga shambani ndio shida, mpaka saa mjapika. Yaani nyumba mnafanya sijui kama mzee Madevu. Yaani hata kama mko wakubwa mnanisinya. Hata mkatusinya lakini bado tunangojea chakula hivi. Taarifa yetu enda kulala. Mnaenda kulala nini kama tunataka kuoshwa? Muende muoshe vyombo. Kwa taarifa yako hatuendi. Lakini hawa watu wanatupanda kwa kichwa ukweli. Ama tufanye hivi. Hivyo vyombo wataosha, hiyo sima watapika wao. Ndio watajua sisi ni nani. Jamani, kwani toka asubuhi ni mboga tu. Hajapika hata chakula chengine. Sisi tuko kazi zote. Tuwasaidie hata kupika. Lakini acha tuwasaidie bado hawawezi. Majisura. Waone vile. Kwanza mmetusinya, mmetufikisha 99 mkitudara tu kwisha. Kwanza sikizeni. Hizo mboga hatuzipiki na sima pia hatupiki. Kama mtenda kujipikia, muende mjipikie. Mmemaliza sasa. Waone vile. Sura mbaya tu kama mzee Madevu. Mwanzo wewe ndio nafaa kufundishwa na mzee Madevu. Maana mwatutesa sisi nini shida yenu nini? Mtu endezetu. Kwani tumewashika? Angalieni masura tu. Mama wentilie, unijazie chochote mimi nitakupa. Naomba unijazie mama wentilie. Unijazie chochote mimi nitakupa. Naomba unijazie. Mama wentilie. Yoko hii jameni. Shikamoo baba. Marahaba wanangu, kulikoni? Baba, nataka kwenda shule. Baba, natamani kukua darasani saa hii. Mimi sijasikia vizuri. Eti mtaka kwenda shule? Shule? Huu ni ujinga. Mimi siwezi wapeleka shule. Baba, elimu ndio ufunguo wa maisha. Eti elimu ndio ufunguo wa maisha? Kitu chenye ni funguo wa maisha ni jembe. Hili ndio funguo wa maisha. Hakuna funguo wa maisha nyingine. Elimu unasoma nini? Kwanza nangojea mkwekue niwapeleke shambani muende mlime vizuri. Hiyo shamba huko chini bondeni hiyo. Na mtalima vizuri.
sawa? Na pia kwanza kesho tunaenda kukata makaa. Hakuna cha story nyingi hapa. Ha, baba, kakate makaa. Wewe unasema baba nini? Mtokeni hapa. Watu wananichekesha. Watoto wangu kwanza mimi. Basi nipelekeni shule. Mimi wapeleke shule watoto wajinga kama hawa. Lazima muende mkate makaa tu. Kumbavu kabisa. Na bado kesho kwanza hawa wameanza, unaona wameanza kukua, lazima niwaeke shambani. Na hili dembe ndio itakuwa nani? Mimi ndio mzee Kadevu. Mzee Madevu ndo mimi. Lazima mlime. Shenzi, kwanza mmenikwaza, enda zangu nyumbani. Wenzetu sahii ametoka shule anaenda sawa nyumbani. Sisi hatusomi. Lakini baba, Barizeni watoto. Mbona mnalia? baba hataki kupeleka shule. Kwa nini sasa? Sawa, mimi nitazungumza naye na mtaenda shule. Silie. Habari yako mzee? Nzuri. Afadhali nimekuona. Nini mbaya? Juzi nilipita na watoto wako wakawa wanalia. Nilipowauliza wakasema eti wewe hutaki kuwapeleka shule. Kwa nini mzee hutaki kuwapeleka watoto wako shule? Hivi wewe unaniambia kama nani? Nakwambia ona, wale watoto wako watakusaidia kwa sababu elimu ndio funguo wa maisha. Funguo wa maisha ni jembe peke yake. Jembe ndio funguo wa maisha. Wewe mambo na familia yangu achana nayo. Unasikia mzee? Tutakuja. Alafu wewe mzee, unanijua wewe? Hata kama lakini wao watoto wako wapeleke shule, wanahuzunisha kweli. Ile ni familia yangu.
Wachana na mambo ya familia yangu. Unasikia? Shika njia. Lakini nakwambia ukweli mzee. Nasema shika njia mzee. Naenda kuua Wafikiria kama kila mtu tu ni mtu wa kumfuatafuata mapema naenda kuua. Shenzwe. Familia, hiyo ni familia yangu sio yako. Hiyo shikamo yenu mimi sitaki. Sawa? Hao washenzi wawili Ako kula anacheza. mmoja kanitie. Alafu wewe na wewe chukua jembe. Hauna hata heshima. Weka ndani. Pita. Wewe njoo hapo shenzi wako. Haya. Nataka mniambie kitu hiki. Kitu gani kimewafanya muende huko barabarani mkaseme nyinyi hapa mimi siwafundishi? Mnanyamaza. Sinaongea nyinyi. Kitu gani kimewafanya muende huko barabarani mkaanze kusema mimi siwafundishi, hamuendi shule? Ni nini? Haya. Hamwezi, si ndio? Hamwezi ongea. Shika njia. Sitaki kuona tena hapa. Nenda. Habari yako bwana? Nzuri sana. Sasa mbona pia hivi? Nimekutana naye pale. Namwambia peleka watoto wake shule. Anakataa. Mzee ni mbaya huyo. Wewe tulia kwanza. Anza kutulia kidogo. Tuliza pressure kidogo alafu ndio tuongee. Mzee Madevu bwana. Mwenena naye hapo. Nikamwambia wapeleka watoto wake shule. Atakuniua. Sijui kwa nini mzee Madevu. Sijui anaishi hapo katikati hapo kwenye msitu hapo. Anaishi peke yake kwa sababu ya uroho. Huyo mzee? Uko hapo ni kitongoji cha pili? Sasa hapo mimi na mke wangu sijapata watoto. Sasa hapo nilikuwa jambo la kwanza nilikuwa nataka kuuliza watoto ni wangapi? Ni wavulana wawili na wasichana wawili. Wanafikisha kama miaka 18 hivi ama hawafikishi? Hata ni wadogo, hata bado yani uko na miaka ya chini sana, hata 15. Hata si under 15, chini ya 10. Sasa hapo naweza kuchukua watoto kwenda walea kule. Pia naweza kuwafundisha kabisa. Utakuwa umefanya jambo la busara sana. Sasa mzee, mimi nilikuwa naenda ninunue kiwanja huko. Kwa mahali nilikuwa nataka kuuziwa. Alafu sasa hata nilikuwa ninge na gari sasa nje ni mbovu. Sasa mzee, wewe tutakutana tu. Bado tutakutana, bado uko hapa mtaa si mmoja. Ndio. Tutashikana mzee. Sawa mzee, hana shida mzee. Sawa, tutashikana. Sawa.
Habari Nzuri. Shikamoo. mwenda wapi? Sio nyatu juu. Hamjui? Ndio. Kwani watu wa kina nani? Mzee Madevu. Mzee Madevu? Oh. Yule ambaye anaishi kwenye kile kitongoji cha pili kule. Ndio. Sasa nitamchukua nipeleke nyumbani. Kaenda. Mkangu. Na mume wangu. Njoo. Wasema? Nimekuita njoo. Sawa mume wangu, naja. Ujambo mume wangu. Sijambo. Mume wangu, mbona naona wageni hapa? Keti hapa kule. Mume wangu, haya nieleze. Sasa kama asubuhi vile tulikuwa tumepangana tukaile shamba kule. Nimeenda mpaka kile kitongoji cha pili ule nikashikana mzee hapo njiani. Alikuwa na watoto. Hao watoto tukauliza vizuri akasema na mzee Madevu. Sasa nilikuwa naomba tushirikiane kati mimi na wewe ndio na watoto. Tuchukue watoto kama wewe. Sasa nilikuwa naomba wasaidie kidogo hapa. Na pia wakaribishe. Mume wangu, umefanya jambo la busara sana, asante sana. Karibuni wanangu, mimi ndo mama yenu. Wanangu, na huyu ndo baba yenu. Sawa mama. Karibuni wanangu. Kama vile mlivyoambiwa, huyu ndio mama yenu kuanzia leo na kuanzia Jumatatu tunachukua moja moja kupeleka shuleni. Hapa wanaume tu wanashiriki cha kulala na pia wanawake nao pia wanashiriki cha kulala. Sawa mume wangu, nimesikia.